Taifa la Kenya leo limepata kugubikwa na wingu la simanzi kwa maombolezi ya moja kati ya watangazaji waliowahi kufanya kazi na runinga ya KBC kuweza kuiaga dunia. Jina lake ni Sally Kwendo. Kifo chake kikiwa kimefuatwa na maswali sihaba kuhusiana na kile ambacho kilipata kumuua Sally Kwendo. Inaaminika siku 9 zilizopita Sally alikuwa ametekwa nyara na haijulikani ni nani aliyemteka nyara. Wakenya kwenye mitandao ya kijamii wameandika mengi. Kwa sasa mtaniruhusu kidogo tu nibadili dimi ndipo kuweza kuchambua kisa hiki kwa undani kabisa, ndio tuelewe haswa ni kipi kilimkuta Sally. Alikuwa ni binti mrembo aliyesheheni furaha na bashasha. The Kenyan media industry is mourning the sudden demise of former KBC presenter Sally Kwendo. Reports reaching our entertainment desk indicate that Kwendo passed away on Tuesday while receiving treatment at Kenyatta National Hospital. Her untimely demise was later made public by lawyer singer Steve K, who was still in disbelief that Kwendo was arrested. What a sad morning. Arrest well Sally Kwendo, hii dunia ni rangi yake. Rangi ragile ndugu yangu. Ni juzi tu nimekuwa kwako ukinieleza kuwa utakuwa sawa, said Steve K. Credible reports indicate that the radio presenter was battling depression that had developed into a mental illness. Kwendo had worked with West FM, a station located in Bungoma, and later Kenya Broadcasting Corporation KBC, before exiting to focus on her private business. She has now joined the long list of Kenyan journalists who have passed away this year. Just the other day, Radio Africa Group was mourning the sudden demise of their employee Alim Hamin Abdul Manji, who worked at Radio Africa for 15 years hosting the breakfast show on Hist FM. It is with a heavy heart and great sadness that we announce the sudden demise. That is including to Emaji's demise. Now, when we come back to Sally's story, reading one of the things that have been posted by a friend on social media, heaven hand itself an angel. You have been nothing but an amazing friend, brother, teammate. Now, let's get to the story. You know, a lot of discussions are going on online in regards to what caused Sally's death. And one that has caught my attention is a publication by one Facebook user by the name of Magi Willy Ayoma, ambaye alipata kuchapisha jambo hili. Magi akisema, I chose this photo of you with your sons, dear Sally, because it inspires me a lot. I always pray to God to bless me with 2 handsome boys just like you. You are my role model. I have always wanted to be like you. As beautiful as you, fearless, courageous, you always got whatever you wanted. Hardworking, you managed to accumulate so much wealth at a young age. Nyota yako iling'aa. Ni nini Mungu alikunyima? Beautiful family, beautiful house, amazing parents and siblings. Priscilla Kwendo. Tutaringa na nani Bunyore surely. I mourn your death. Your beauty was on another level. Nilitamani sana kuwa mrembo kama wewe. I remember when Granny Nereha passed on in 2018, you treated us, your cousins, with so much love. Sema kuwa escorted na bouncers everywhere we went. Nakumbuka tukiwa Luanda shopping, everybody was staring at us. Sababu ya protection we got from police and bouncers. We painted Luanda red. The Porsche car we were riding. This is painful. I remember your teeth so white, clean, very well arranged, with an angelic smile. I will miss your beauty. Lala salama wa Queen Mother. Mwenyezi Mungu akupokee katika ufalme wake. Safiri salama Malkia Sally. Huyu inaonekana ni cousin wa kwake Sally Kwendo ambaye amechapisha ujumbe huu. Now, another one was a publication by D3ATH TV Western where they said Kenya journalist Sally Kwendo dies days after abduction. Reports surfaced online on Tuesday, November 28th, that on 2023 at 12:47 p.m. Reports emerged that radio journalist Sally Kwendo had been abducted in her own house. 9 days later, Kwendo died at the Kenyatta National Hospital under unclear circumstances. Further reports indicate that Sally was transferred to the hospital after
a worsening state of depression that forced her husband to lock her in the house with fears that she may head up doing something terrible as she was destroying items in the house uncontrollable. Now, kitu kimoja ambacho tunaweza kukiongelea so kuhusiana na kile ambacho kifo cha Sally kinatufunza kwa sasa ni kuhusiana na mental health, ama niseme ubora wa akili yako na mafikira yako kwa wakati huu. Kumbuka nchi ya Kenya kwa sasa tupo katika wakati mgumu. Mara kama una shida za hela, una shida za familia, kama una shida za familia, kuna msukumo fulani tu unakufuata. Serikali yenyewe ni shida kivyake yetu, na ni jambo ambalo limechangia na kuweza kuwasukuma wengi katika mambo ambayo hawakuyatarajia katika maisha yao. And Sally was a victim of these circumstances. So kila moja pale, somebody who is battling depression, somebody battling mental health illness, kile tunakuomba tu na kukusihi, seek medical attention early, because if you allow this thing to take control of you, it will destroy your life, and it's something that we wish for nobody in this country. Tunamwombea Mwenyezi Mungu Sally amweke mahala pema peponi, hakulaze mahala ambapo analaza wangwana wake. May Allah subhanahu wa ta'ala give you a happy resting place. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rest in peace, Sally.